Birecho, tukiendelea tu, umesema watoto wako hawapendi, yani wakikuona hivyo wanakuonea utu, huruma ingine yenye mama ndiye anafaa aisie mtoto wake. Sasa huyo mtoto wako mkubwa, yeye sasa iko aje? Maanake unasema anaishi nje na wewe unaishi na huyo mtoto wako mwingine. Huyo mkubwa, unajua sasa hii kitu yenye inakutendekea hapa, huyu mko naye ndiye ataona na ndiye atajua yenye unapitia. Huyo mkubwa siwezi sema amejua yenye nimepitia. Juu sasa huyo amekuja kuingilia sasa juzi na wakati nimesukuma. Na unajua kama ningekuwa nakaa na yeye pia ningemjua kama nikitembea bila hii atasikia vibaya. Lakini haka kengine unaonanga hata wakati nilikuwa nimengweka nywele kabisa, juu unangweka nywele inafanana na uso. Huyo mtoto alikuwa anaweka vitambaa hapo. Hata akiona saa zingine ninasubiri nimesahau natoka nje, unaona ananichukua na nifunga. Unaona? Hata saa zingine niko kwa nyumba, juu nikiwa kwa nyumba sivangi kitu. Tuseme tu nimetaka kutoka nje ama mtu amebisha nimesahau nimeamuka, unakuta yeye anakimbia ananiambia hujavaa. So unaona hiyo kitu haijatoka kwa akili yake kabisa. Okay. Sasa ni wazazi wako ama babako sasa. Juu umesema hujui kama anajua ama kama hajui. Sasa wakati utaenda nyumbani, alafu sahau kuweka hiyo blouse. Then before upate hiyo nini ya kuvaa. Itakuwaje? Mimi nikienda home, nikikuta babangu ile hali atakuwa, itabidi nimwambie. Nikiona ile hali yako si hali mbaya, nitamwambia. Nikiona hayuko hali nzuri, hiyo bado sitamwambia. Kuna vile unaweza kaenda kukuta mgonjwa umuone huyu hata nikimwambia kitu fulani haitamsaidia ama haitamfaidi. But nikikuta babangu ile hali si mbaya, ni mgonjwa yes, but nikuta ako kwa hali nzuri, nitamwambia hadi nitamuonyesha. Unaona? Lakini nikikuta akiwa hali mbaya, mimi hiyo nitakanyagia tu. Lakini mwenyewe akiniuliza na nijua anajua, nitamwambia na nimuonyeshe. Na ulisema kuna story yenye utaniambia siku ingine ya stepmom, mama kwa kambo. Sasa hebu niambie umefikaje na matibabu? Matibabu yangu saa hizi nitarudi tarehe 25 huu mwezi. Ukimaliza radiotherapy, daktari aliniambia before nianze radiotherapy, nikimaliza nitapewa miezi 3. Nikae alafu niende nipigwe picha inaitwa CT scan kuangalia kama kuna chembe za saratani zimebaki, sana juu ya hizi tonzo zilibaki hapa. Lakini sasa yule daktari ambaye nilimaliza nikaenda kumuona aliniandikia kurudi after 3 weeks. So nitarudi date 21. Nikienda sasa wao ndio watanielekeza. Although kuna dawa niliandikiwa ambayo nitakunywa kwa muda wa miaka 5. Huwa wanatudanganya hivyo ni miaka 5, wataki kutuambia ni 10. Tusione ni refu. Unaona? Sasa wanatuambianga miaka 5. Ukimaliza tena unapewa ingi. Kuna wale ambao wamemaliza hiyo miaka 5 na wanatuambia na tunaona wanafanya nini? Wanamaliza. Sisi hatulaumu madaktari juu wanaona tutapoteza matumaini. Sasa niliandikiwa hizo dawa ni 1200 dawa yangu sasa yenye mimi imeonekana hiyo ndio nitatumia juu kwa umri wa miaka niko na miaka 50. So nilionekana juu niko menopause lazima nitafanya nini? Nitatumia hiyo ya 1200 per month. Umesema uko 50? Niko na 50. Na unakaa 20? Wengine ni Mungu. Kuna 50 mwezi wa 6 tarehe 2 nitafikisha 51. Wow. Sasa daktari aliniandikia dawa ya 1200 niwe nakunywa tembe moja kila siku. Plus niko na high blood pressure. Sasa unaona natumianga dawa ngapi kwa siku? 3. Sasa hii ya daktari ifanyike nini ama nini lazima niipate. Hata afadhali pressure mimi hata nikikosa saa nyingine naachananga nayo. Lakini ya daktari ni lazima. Na ni 1200. Kuna wale wamepatikana na wako bado miaka yao iko chini, bado wanaweza wanahitaji mambo ya upangaji wa uzazi, bado wanaendelea na hiyo mambo ya uzazi. Unakuta mtu ameandikiwa dawa ya 380. Hata mimi nidhani nitagongana na hiyo 380, 480, ikienda sana 500. But mimi yangu ilinitupa wapi? Waliniuliza tu maswali, uko na miaka ngapi? Umefikisha menopause? Nikawaambia ulijuaje? Nilijua. Wakaniambia after umegonjeka ama before chemotherapy pia inaharibu, huwezi ona period. Mpaka umalize hiyo ndio ufanye utaendelea kuona period. So walidhani ni hiyo. Nikamwambia before nikuwe mgonjwa nilikuwa na mwaka 1.5. Si kukua na attend. Kwa hivyo sasa waliniandikia hiyo nitaendelea kukunywa na bado nitaendelea na matibabu mengine kama
kupigwa hiyo picha, daktari aone venye itakuwa, wenyewe atanielekeza. Lakini nikipigwa picha nionekane sina hiyo chembe chembe ya saratani, nitaendelea kumeza hii dawa. Miaka 5 yao ikiisha, bado nitarudi kwao, najua ataniongezea ingine 5. Hivyo ndivyo wanafanyanga. Sasa ikifika 10 ni kuandikiwa tu clinic. Sasa hii dawa yenye unanunua 1000 plus 1200 ni unaenda na hii 1200 baada ya muda mgani? Unaenda after 3 months, kila wiki ama mwezi moja? Ukiandikiwa hiyo dawa, unaenda na hiyo karatasi, unapewa tembe moja 30 ya mwezi mzima. Hiyo ndio dose. Tena ile mwezi ingine bado ununue ingine, bado ukwe nayo tena hivyo ukikunywa. So nikitaka kusafiri, tuseme naenda mashambani na sijui nitarudi lini na nimebakisha kama tembe ya siku 10, itabidi niende ninunue dawa ya mwezi mzima nikuwe nayo kwa nyumba hivyo. Kumaanisha unatumia 1200 kwa mwezi bila kuweka ya pressure. Bila ya pressure na ya food na ya nyumba na maintenance. Si expensive sana 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 sana. Ndio nilikuwa naomba serikali, hawa watu wenye wamegonjeka ukimwi wanaangaliwa sana kuliko watu wa kansa. Na ukiangalia watu wa ukimwi wanapewa dawa free. Mimi niko na best yangu amegonjeka hivyo. Wanapewa dawa free, wanaitiwa chakula kwa nyumba. Kama huyu ananiambianga nimepigiwa simu naendea chakula. Unaona? Sasa unakuta wale watu wanaangaliwa sana. Na ukiangalia matibabu yao haiko juu. Ni tu kupewa hizo dawa, hautawakuta kwa hospitali ati ni wagonjwa kama sisi, mara check up mingi. But unakuta sisi unaenda unapigwa picha, utafanyiwa hii, utapimwa damu, kila unajua ukiweka chemotherapy lazima uende upimwe damu kama imepungua kwa mwili ama haijapungua. Bado ukienda radiotherapy bado unapimwa damu. Sisi hatupunguziwi. Unakuta hizo vitu ziko expensive sana, hatupunguziwi. Serikali tuangalie. Imeangalia tu watu wa HIV sana, wamewapea kipao mbele kuliko watu wa kansa. Mimi upande wangu ningeomba serikali wajaribu kututoshanisha. Vile wanafanyia watu wa HIV pia watufanyie hata na sisi. Kwa sababu hata sisi kupenda kwetu. Na siwezi laumu wale niseme ni kupenda kwao, lakini ikiangaliwa sana heri sisi. Sisi hakuna mali tuweza tukasema tulicheza kivyetu tukajipata na hii. Hapo pia muangazie kidogo sababu tunateseka. Tunateseka. Unakuta mara NHIF, HIV hakuna NHIF yenye inatumika. Sisi unakuta umeenda kwa laini, unaenda ndio uchukue hiyo unaambiwa top up 1000. Sasa hiyo una kitu. Hata chakula hauna kwa nyumba. Tunaona inabidi sasa hiyo kemo tena ikupite. Na unajua kemo inafaa ifuatane. Hivyo tusipopata wasamaria wema unakuta umeumia. Sasa hiyo italingana na serikali tutapata. Inalingana na serikali tutapata hapo kuanzia mwezi ya hapo mbele. Sasa ni wewe ndio unajua serikali yako ni nani? Mimi hata saa hizi nikiulizwa kusema tu kweli sijui. Kwa sababu sioni faida ati nimeshachaguana, lakini sijaiona faida. Hata unaona saa hii nikiambiwa ati sijui ende uchaguane, labda nilazimishwe ndio niende nifanye hiyo kuchaguana. Lakini ikiwa ni kupenda kwangu, utachagua mtu anaenda na kukalia pale, unakuta vitu wakati tunaambiwa tuchaguane tunawekewa vitu mzuri. Unaona? Nitafanya itakuwa na unaona tu akiguza tu watu wakaanza nitawasaidia watoto shule, wa mama tunakimbianga tunaenda lakini ukifika wakati wa kupeleka mtoto shule unaambiwa lipa. Hiyo ilikuwa siasa. Unaona sasa kama sisi watu wa kanza tunaumia sana. Mimi naweza nikasema kuchagua kama mimi mwenyewe siwezi ona maana ya kuchagua. Juu naweza nikachagua bado inifinyirie. Mungu tu ndiye anajuanga mtu mzuri. Lakini mtu mwenye atatoka ataje mambo ya kanza tunaweza tukamsupport sababu asidanganye naye. Pia hata yeye akiongea hivyo ajue anaweza kupatikana na kanza kama hiyo. Lakini unajua hawa wanaenda ngambo. Wanaendanga ngambo. Kwa hivyo mimi naweza nikaomba serikali watusaidie tu wagonjwa wa kansa. Juu tuko wengi. Kenyatta ukienda Kenyatta utashangaa. Na kansa imekuwa haina mingi sana. Inapata watoto, wamama, wazee, wasichana hivyo. Na inauma kila mahali. Sasa utaambiaje wanawake wenye wako na hii ugonjwa wa saratani? Kila aina tu, mwenye ako na saratani ya kizazi, hiyo ya matiti, mwenye anahisi kutengwa katika jamii. Mimi nitasema hivi, kwa mwenye ako na saratani, haijalishi ni ya wapi juu, kansa ni kansa.
na kanza inapepeta pesa vibaya sana na pia mwili na uchungu zaidi unapoanza matibabu. Mimi nitasema wewe mwenye uko pale nje kama umepatikana uko na kanza, kitu cha kwanza usijidharau. Cha pili ujipende wewe mwenyewe. Kwa sababu obvious ukipatikana naye hakuna mtu. Unaona kwanza hii salamu yenye ilikuja ati ya corona hivi. Hiyo imesaidia sana watu wengi. Kama sasa ukijua mimi niko na kanza unakuta hatutaki kusalimiana hivi hapana. Unajifanya tu ni kikorona lakini utaki bado tu tunatengwa na watu wengi. Mimi nataka kusema pale nje watu wengi wajue kanza huwa haiambukishanwi. Tuliuliza mpaka madaktari wetu Kenyatta na wakatuambia ile kikombe umekunywa nayo ukinipatia ni kama tu HIV. Ukitumia kikombe na unipea nikunywe utanipea kama uko nayo. Mimi nikitumia yangu nikupea utapata hivyo. So mimi nataka kusema pale nje kanza ni kanza iwe ya wapi ama wapi, hakuna kaza nzuri. Juu matibabu bado iko juu. Matibabu tunapitia sisi wote ile tu yenye utapitia ndio mimi ndapitia, ijapokuwa kuna tofauti tu kadogo kulingana na hiyo vile umegonjeka. Na wewe mwenye uko pale nje umehisi umetengwa, kitu cha kwanza ujipende wewe mwenyewe na usiangalie hao wenye wamekutenga. Mungu anakuanga na sababu. Kama saa hizi mimi nilitengwa na marafiki zangu wote, na in fact kuna wenye walikuwa wamesema nitakufa. Can you imagine unaenda tu unasema kama ni yule wa ile kibanda alikufa. Ni vile sababu sionekani kwa nyumba. Nimejifungia na ile barabara yenye napita hivi sasa sipiti unapita na huko nyuma. Juu nimeng'oeka nywele, nimekonda, nimeisha. Kitu cha kwanza mtu akaanza ajipende, cha pili asisikie chenye watu wanasema. Na cha tatu mwenyewe azingatie matibabu yake. Na kama hayuko kwa kikundi ajaribu aongee na wenzake. Kama kuna kikundi amesikia kuna mahali ka matibabu ya kanza, anafika mahali pale. Ajielezee, ajionee. Si ati atasaidiwa 100% hiyo matibabu yote. Juu mnaweza mkakuta mko wengi. Kuna ile yenye unaweza kusaidika kama mimi nimesaidika upande wa food, nilikuwa nimeadhirika sana kichakula. Na mambo mengine kidogo kidogo lakini siwezi saidiwa yote. Juu pia huyo mwenye anakusaidia anangojea kuna mwingine bado anafanya dini. Kwa hivyo mimi naweza nikasema asijichukie na Mungu anaondoa hao marafiki wake kwa sababu Mungu ameona hawafai na atamletea marafiki wengine. Mimi niliondolewa marafiki wale wangu wote wa kitambo, hata wenye nilikuwa nafikiria wako hivi na mimi hata kukuja tu kuuliza tu kibanda yako ni hii na yangu ni nikuuliza huyu mama wa skin tight alienda wapi unajua kwangu nipata, lakini nakwambia mimi sijui. Unaona hataki hata usaidike. Huyo mtu mwenye anamuuliza labda anakuja kunisaidia hataki nisaidike, amemzuia. Kwa hivyo Mungu anakuondoleanga marafiki kama hao na anakuletea wengine. Mimi niliondolewa hao marafiki na nikaletewa wengine wenye hata sikukuwa na wajua. Mwenye unaweza kupigia simu mwambie mimi kwangu sina chakula haki, anakuambia hapana niko na mfuko moja hapa kuja tugawa, anakutumia marafiki. Na kingine asijiulize ukae kwa nyumba tu nikilio, hapana. Mimi nilikuwa naambia Mungu si unipe tu 1 year at least. Unajua sasa mimi nimeanza matibabu mwezi wa 6, hii mwaka yenye imeisha ndio nimeanza matibabu tarehe 30th ndio nianza kuwekwa kemo. But nilikuwa naambia Mungu si unipatie tu 1 year tu, nikae tu at least 1 year niandae makao ya mtoto wangu, hata nikiondoka nijue niko sawa. Lakini nilipokaa huyo mama akaniunganisha na kikundi kingine, nikakuta watu unaenda unakuta huyu ni mgonjwa zaidi kukushinda. Unakuta mwingine amesimama amesema nimekunywa dawa kwa muda wa miaka 6, nilikuwa nimehesabiwa miaka 5, nikaambiwa niko na nyingine 5, sasa niko na miaka 6. Na ukiona huyo mtu ako healthy, hata asipokuambia ni mgonjwa uwezi sema. Kama mimi sasa nikisipokuambia mimi ni mgonjwa utasema, ama nikwambie sina titi utaamini? Usipoona uwezi amini. So hiyo kikundi bado inasaidia kwa sababu unakuta huyu amegonjeka zaidi yako, unakuta huyu mwingine ako na afya mpaka unashindwa alikuwa mgonjwa. Sasa unakuta huyo ndiye anasema mimi nilikuwa nimetolewa matiti na tayari nimeanza kumeza madawa, nilimaliza matibabu na nimemeza miaka 7 imebaki 3. Hapo unaanza kukua na ile kale kama tumaini. Unaona? Ni vizuri kujiunga na ni vizuri tena usikae kwa nyumba. Juu mtu akaanza akikaa kwa nyumba peke yake kitu yenye anafikirianga ni kifo. Kitu kingine hata anafikiria vile anaweza kujitoa uhai. Lakini akitoka pale nje aanze kuongea na wenzake. Ataongea na wenzake, aongea na wenzake atajua. Lingine usikae ukiuliza Mungu kwa nini mimi? Juu kama si wewe nani mwingine angepewa? Kama mimi nilikuwa najiuliza hiyo kitu. Sijui huyo mtu alijuaje akaniuliza. Na labda ndicho unajiuliza ni kwa nini wewe? Nikamwambia sana. Kwa nini mimi? Mbona si fulani? Mimi hata nilikuwa na pointi. Mbona si fulani? Sasa mwenye tumepakana naye ananidharau kabisa juu nimegonjeka. Akaniambia unajua Mungu alikupatia hiyo ugonjwa akijua unaweza. Kama haungeweza si wewe ungegonjeka. Kuna mwenye angechoose. Na sasa hapa kwa nyumba yenu, kwa familia yenu, ukiambia uchoose utachoose nani? Utachoose mtoto wako? Hapana. Baba yako? Hapana. Sister yako? Hapana. Ni juu utaweza na unaenda kupona.
Mimi naweza nikamwambia wajipe nguvu. Mimi hapo mbeleni vile nilikuwa nitakuonyesha picha zangu na venye niko. Mimi namshukuru Mungu kwa umbali amenitoa. Sasa ni usaidizi gani yenye unaweza omba watazamaji wenye saizi wamekufeel? Jo, maybe kuna mwenye anaweza kukusaidia kwa njia yoyote, mwenye tu anaweza kukupigia tu simu na akupongeze. Manake sio wote wako kama wewe. Ni kweli. Mimi usaidizi wangu yenye naweza nikaomba nisaidiwe sana. Mimi tangu mwezi wa 6 sijalipa nyumba. Nakaa Githurai 45 nyumba 3,000. Na niliita landlord wangu vizuri kwa nyumba, na hii si siri naongea na sikumwekelea. Nikamuelezea angalia vile nakaa. Nilikuwa nimetoka ward. Juu mimi niliadmitiwa after hiyo kemo ya kwanza kunileta juu sana. Hiyo pia nilitapika kabisa. Na nikamuelezea vile niko. Unajua alinijibu aje? Alinijibu, mimi chenye nataka mama Bethy ufanye, ufikirie vile utapona. Urudi ufikirie vile mtoto wako atasoma. Kama ni nyumba yangu imefanya uniite, wachia hapo. Nitaenda, sisi nyumba yetu ziko na maagent. Nitaenda kuongea na maagent. Na hiyo mwezi wa 6 nilikuwa nimeilipa mwezi wa 5. Nilikuwa nikipata pesa nalipa, hata kama nimelipa hii mwezi na nimepata pesa nalipa ile mwezi iko mbele. So sikukuwa mbaya kwa hao. Nikamwambia ni asante. Wakati alitoka nje tena akarudi kwa nyumba yangu. Akaniambia, na nimekuhakikishia maagent watawahi kanyaga kwa mlango yako. Nikamwambia asante. So mlango yake haishi na sisi, but ako na kanyumba anakujanga hapo. Mlango yake iko tu kwa gate. Mimi nikiingia tu hivi nikiona kumefunguliwa nilikuwa naenda namwambia, Baba Njeri, mimi nimefikisha hivi. Hii treatment imefika hivi, imeenda. Sasa nilikuwa na nikamwambia, nakwambia hivyo sababu wewe ni landlord wangu na nataka ujue matibabu imefika wapi na nimebakisha nini. Sasa nikamwambia nimebakisha chemotherapy ngapi? 4. Nimewachana na ile mbaya. Kuna ile mbaya sana unawekwa ya red hivi. Mbaya kabisa hiyo. Nikamwambia nimewachana na hiyo, sasa nimeanza ya 5. Hivyo. Lakini wakati nilijua sasa nikimwambia kitu anabaki akiambia hawa mama, mimi nilikata story yangu na mimi kukata story hakujua, hata hakujua atauliza nani. Na yeye akanirusha wapi? Kwa maagent. Maagent wanakuja. Ile siku agent alikuja, ninakwambia Mungu anafanyanga kazi yake. Ile siku agent alikuja asubuhi na kufuri. Juu niliadmitiwa 7 days. Na nikamwambia mtoto wangu, sitaki mtu yote ajue kwenye niko. Hata even my neighbor huyo. Nilienda nikawa admitted na nikarudi. Kwa ile siku nilikuja usiku kama kumenyesha. Na waliniona na wakapiga simu. Kwa hivyo agent alikuja kunifungia nyumba hiyo siku inafuata. Wakati alikuja alibisha, mtoto wangu akamuona, akamuuliza mama ako wapi? Ako kwa nyumba. Recho ako wapi? Ako kwa nyumba. Na nitanga Recho. Recho ako wapi? Ako kwa nyumba. Akasema hebu muite. Nikamwambia anaitwa Jemo huyo kijana. Nikamwambia Jemo, ingia haki. Akasema pata siwezi ingia. Nikamwambia vijana kutoa viatu ni ngumu. Nikamwambia tu usitoe viatu, wewe ingia. Haya, sasa Jemo wakati aliingia nikaona sura yake hakukuwa na furaha. Nikamwambia Jemo, nimekuwa hosi. Mimi nimekuja jana usiku. Mimi unajua sasa wakati unaenda home unapeango drainage. Kitu kingine karaudi hivi unabeba, alafu kuna pipe unawekango hivi na hivi, pipe 2 za kuvuta damu, alafu kuna kipipe kimoja kikubwa hivi. Unaona? So hiyo nguo unavaa sasa lazima ikuwe ni ya kufungua hivi. So mimi nilimfungulia nguo. Nikamwambia unaona Jemo vile niko. Alifanya usinionyeshe, waacha tu. Nikamwambia enda ambie Jacqueline sasa ndio mkubwa. Enda ambie Jacqueline nikipata nafuu nitakuja kwa ofisi. Akasema hapana, nimejionea nitamwambia. Umekula? Nikamwambia nimekula matunda hapa. Akaniambia nipeka kasikiana kako niende nako. Huyo jamaa alienda alinunua chakula ya 1 week. Alinunua sijui ilikuwa unga 2 ya ugali, 2 ya ngano, sukari kilo 2, mchele hivyo. Na hakunifungia. Kufuri akarudi na mimi chenye naweza nikaomba tu kama naweza nikapata tu mtu anisaidie upande wa kulipa tu hiyo nyumba. Hata at least nilipe na niondoke mahali pale, naweza nikasikia vizuri. Juu pale sikai kwa amani. Na kaanga kutengwa, niko na kanza, nitawaambukisha. Na ndio yako kimoja na wagani na hawa watu. Mimi tu zaidizi yangu tu chakula Madam Veronica ananipea. Na Madam Veronica hawezi kukulipia nyumba kwa sababu hiyo sio pati ya maneno yenye anafanya. Lakini chakula napata. Sijailalamika chakula tangu niende kwake. But nyumba, mimi nyumba nimekaa mpaka nimeshindwa. Hadi imagine nilikuwa naomba Mungu. Kani imagine nilikuwa naomba Mungu aje ile radiotherapy yangu isiishe haraka. Juu nilikuwa naona ikiisha nitatupwa nje. Sasa mashini unaenda leo unakuta mashini imeharibika, unarudi home. Unaenda kesho unakuta mashini iko unatibiwa. Sasa kuna mahali naenda kuchukua dawa. Huyo msichana alinipea dawa za uchungu. Nikimuelezea nikamwambia mimi
naomba radiotherapy isiishe haraka. Juu ya nini? Juu nitatupwa nje. Akanyamaza, akaniambia Gai, kwani kunaendaje? Nikampea story. Akanitolea dawa mingi sana ya uchungu, akaniambia enda meza hii na ukuwa unafanya nini na ukuwa unalala. Sasa mimi nilimaliza radiotherapy na sikusema nimemaliza hadi wa leo. Wakati niliitwa kwa ofisi juzi, ndio anawachochea sana waninini, ndio aliniambia almost 40,000 unataka mimi nikatwe. Enda kwa ofisi ujue venye mtaelewana nao. Mimi nikaenda kwa ofisi. Nikamwambia kwa heshima yenye tumekaa na nyinyi muda mrefu, mjaiona nikiwa mjeuri. Sijaikosa kulipa nyumba. Nyumba yenu nalipanga hata na mwezi mwingine mbele. Lakini juu ya hii ugonjwa yenye inaonekana na kila mtu na mnaelewa vile inakula pesa, nimekuwa sijajiweza. Na landlord niliongea naye, hata wao akashtuka. Uliongea na landlord? Nikamwambia nilimuita kwangu. Tukaongea tukakubaliana hivi. Wakaniambia, "Kwa nini hakutuambia vile mumeongea na tungekuwa tunalipa hii nyumba yako? Sisi hulipa hii nyumba yako, ndio wakati utaanza tutakatanga hizo pesa." Nikamwambia muulizeni. Sasa wakaniambia landlord alisema aje? Nikamwambia landlord amesema nikuje tuandikishiane na nyinyi venye nitakuwa napata pesa zenyu. Jua ilikuwa mwezi wa 4. Nikamwambia hii mwezi wa 4 mimi sitaweza. Bado nafanya radiotherapy. Na sijui nitamaliza lini. Na sijui madhara yake. Tumefunzwa lakini sijui mimi nitanipata aje. Wacha nitakuonyesha venye imenikalia. Sasa tukakaa alafu sasa huyo madam akaniuliza, "Sasa unaona tufanye aje Richo?" Mimi nikamwambia kama landlord anataka tukue wajeuri wote, juu nilimuita kwangu, hata mimi nitakuwa mjeu. Andika hapo. Si anataka agreement tuandikishane. Andika nitakuwa napata 100 kwa mwezi. Juu si anataka tu maandishi. Na mkinipeleka kwa chief ama mnipeleke kotini, sitakataa, niko na pesa zenyu na nitasema muandike 50 bob. So nyinyi andikeni niweke sign mimi niende. Huyo madam Jacqueline ni mtu ana understand. Akaniambia hapana Richo, wewe achana na hizo vitu za landlord wako. Tuambie wewe mwenyewe unaona utaanza kulipa lini. Nikamwambia kuna dawa ambayo inafaa niwekwe mwezi wa 5. After radiotherapy kuna dawa nitawekwa. Hiyo dawa sijui itanipeleka aje. Nikimalizana nayo nitakuja sasa nianze kulipa mwezi wa 6. Unaona hiyo dawa si kuwekwa. Unaona sasa nimeandikwa kurudi date 25 mwezi wa 5. Sijui ni nini itakuwa pale mbele. Mimi ombi langu kama naweza nikapata tu mfadhili anisaidie tu kulipa nyumba. Hata nimpe tu namba ya agent alipe tu direct huko. Naweza nikafurahi sana, ndio nitoke hapo. Juu ile kutengwa nimetengwa ni kubaya. Sihizi kuwa mtu nikiwa pale. So unaweza tupatie namba yako? Namba yangu ni 0721 255 143. Okay. 0721 255 143. Asante sana kwa kufika huko siku ya leo. Na uko na bidii sana, wewe ni mwanamke bomba. Yaani sijaisikia yani story kama hii yako. Yaani uko strong hata kama changamoto zinakuja, lakini uko tu hapo. Asante. Lazima tujikaze, maisha iendelee. Na unajua mimi sijaenda shule, sijasoma. Lakini naona msichana wangu amegraduate juzi. In fact amesomea hii yenyewe. Lakini sasa amefika mahali mimi hata akiniona saki kujua kama aliniona. Amefika mahali mtoto amegraduate December, wiki ya pili December. Amegraduate na ako na degree. Unaona? Na ameendea mambo ya media. Mimi ameniambia mama nataka mambo ya online, niko online. Namuuliza inakulipa ngapi? 10,000. Namuuliza upoteze miaka 4 yote. Umesomea mtu wa degree unafanya online 10,000. Ati nitafanya hiyo mama. Mimi saidio mkipata vile mtanisaidia pia, hata kama ni kumuongelesha naweza nikafurahia. Okay. Juu amesomea. Si ati nini? Amemaliza. Nyakora magejua ngoma ndi be makele giko michenro moyedhi odhiambo makawuono. Agoni manaero kamano kuom kete mane Lolwe TV. Kendo kiwinjo mbaka mabende ne wagoyo kod Mikai Recho, inyalo kata kiwinjo lit matine chunyi to inyalo mana ng'iyo kaka inyalo mako lwete. Wacho kaya chacha gino ero mabendo yuago malich ahinya ene kaka onyalo chulo ot mabende entiere sani. Jirende ma entiere godo kata libamba mabende entiere godo. Okete chien, yani oboli, okwethore gi chien mabende oneno lich kaka dhano, to ni mare dhano ka dhano nitiere kit lich moro mabende inyalo neno kinde go mabende jogo eko mabende ne ineno ni nitiere godo machiegni oringo oweyi. Mana kamano endo janeno mabende Nyasaye odonje chunye. Ang' ni tim berni to ni mare kawuono mara kiny mari. Eruru kamano.
kasto iore na mar 23227. Vikar message ndik G capital A capital 5 kasto iore namba mar 23227. Nyasaye mondo gwedhu, Nyasaye mondo timnu maber.